Ni siku ambayo jamaa anatakiwa aende akafanya interview ili apate kazi. Anaenda lakini anafika ofisini akiwa ananuka sana mikojo. Hii ni true story. Sasa ilikuwaje? Bana, twende sambamba. Kuna huyu jamaa alikuwa ana apply sana kazi, anaomba sana kazi kwa sababu alikuwa na maisha magumu. Sasa kuna siku kuna kampuni moja ameomba kazi, ikampigia simu. Kesho aende akafanya interview saa 3 asubuhi. Kesho akaamka ili aende akafanya interview saa 3 asubuhi. Aliwahi vizuri kuamka, aliamka saa 1, akaenda kuoga fresh, akavaa vizuri, Mnyamwezi alipendeza sana hiyo siku. Akatoka akaenda kituo cha kupanda daladala. Akafika akapanda daladala fresh kabisa. Akapata siti bwana. Anakaa kimara, interview anatakiwa aende akafanyie poster. Kwa akapanda daladala za kimara fresh, akapata siti kabisa vizuri. Safari ikaanza bwana. Kafika maeneo ya Ubungo Kibo, kuna bibi kizee akawa amepanda lakini akakosa siti. Akawa amesimama karibia yake, ameshika bomba karibu yake yeye alipokuwa amekaa. Ikabidi amuonee huruma bwana. Yule bibi alikuwa amebeba mtoto. Na sikujua kama ni mtoto wake au mtoto wa mtoto wake au mjukuu wake, mimi sikujua. Yule jamaa ikabidi amsaidie yule mtoto. Sababu alimuomba ampishe akae, bibi akakataa, akasema anafanya mazoezi lakini anaomba amsaidie kumpakata yule mtoto. Ni mtoto fulani mwenye miaka kama 2 au 3 hivi. Jamaa ikabidi ampakate yule mtoto. Safari ikaanza. Wamefika mitaa ya Manzese. Mtoto akaanza kukojoa. Sasa sio kukojoa tu, akawa anaharisha pia. Jamaa akawa na jinsi aisee, amekojolewa wewe. Ikabidi avumilie. Mtoto akakojoa pia akaharisha jamaa. Sasa ile miharisho ikawa inazuiliwa na nguo, ila mkojo unapitilizia bwana. Ungekuwa ungefanya nini? Okay, anyway, tuendelee. Jamaa ilibidi avumilie bwana, ila alikojolewa sana na yule mtoto. Na ilikuwa ni asubuhi, kwa mikojo ya asubuhi yule mtoto yote ilimwishia jamaa. Wamefika mwisho wa safari, bibi alikuwa anashika Kariakoo. Akashuka, anamchukua mtoto. Kumbe amekojolea. Pole sana. Sasa pole tamsaidia nini jamaa? Bibi akashuka, mshikaji akaendelea na safari mpaka mtaa wa Mnazi Mmoja. Jamaa ilibidi ashukie Mnazi Mmoja ili ajue anafanya utaratibu gani. Atisi ashukie Mnazi Mmoja, akajikausha kwenye kajua kama nusu saa hivi, akajitekesha kwenye jua hivi ili akauke. Hakuwa na akili ya kusema aende hata chooni akajifutafute na maji, at least hata hakuwa nayo akili aisee. Jamaa ikabidi aanze kutembea mdogo mdogo kwenda posta kwenye hiyo ofisi. Maelekezo yote anao kwenye simu. Akafika kwenye hiyo ofisi. Sasa ana jazba ya kupata kazi. Ajue kama ana harufu kali sana ya mkojo. Akili yake yote inaanza ni jinsi gani ataenda kuflow kwenye hiyo interview. Akafika kwenye interview watu kama 6 hivi. Sasa amefika pale. Washikaji wako. Sasa ikabidi asitoke, ikabidi azuge tu. Yaani washikaji ambao wamewakuta wakawa kama mbona kama kuna harufu kali. Jamaa ikabidi azuge tu afanye kilichomleta. Kichwa chini muda wote. Mpaka pale ambapo ilifika time yake yeye kwenda kufanya interview. Jamaa akafika akaitwa bwana. Kennedy Masomba, ni zamu yako kuingia kufanya interview. Jamaa akanyanyuka, lamani za mkojo nini. Atisa alikuwa amevaa suruali kama ya kijivu hivi. Kwa hiyo zilikuwa zionekani vizuri, ila harufu sasa. Jamaa kaingia, kufika mule kuna mabosi kama 4. Ameingia tu hivi hajaelewa kabadilika, washikaji wako waka kama ametahamaki. Kafika amekaa. Jamaa akaanza kufanyia interview. Aliflow vizuri sana yani. Yaani aliflow vizuri kiasi kwamba mpaka mabosi walitamani wampe kazi siku hiyo hiyo. Kilichomkosti ni kitu kimoja tu. Hali ya hewa ilibadilika mule ndani kiasi kwamba yani nashinda ni namna gani ya kuelezea hapa. Ameflow akamaliza, wakamwambia tutakupigia. Umeflow vizuri, tunakuhakikishia unaweza ukapata kazi, tutakupigia. Jamaa ameondoka, amefunga mlango, akawa kama amedondosha peni. Ila akugundua, amefika mbele akawa anajisearch kwenye kimfuko cha shati. Mbona kama sina peni? Akarudia.
Kurudi anafika anainama anachukua peni karibia na mlango wa ofisini, anasikia mabosi wanamteta. Jamaa ameflow vizuri sana, anaonekana ana akili, lakini tunahisi ana matatizo ya kujikojolea kitandani. Hatuwezi kumpatia kazi mtu ambaye ana matatizo ya kujikojolea, ambaye pia hawezi kujichunga na kuja kazini ananuka mkojo. Maana atakuwa anakuja kazini ananuka mkojo kila siku. Siku ya interview tu ameshindwa kuja ananukia vizuri, anakuja ananuka mkojo. Wasichokijua ni kwamba jamaa alikojolewa kwenye gari bwana. Sasa ninikeke ni maoni, wewe ungekuwa wewe ungefanya nini? Ungerudi, ungefungua mlango kaudi ofisini kuelezea jamani nilikojolewa jamani kwenye gari, au ungefanyaje pale ambapo ulikuwa unaokota peni yako unisahau kasikia wanakuteta kwa ofisini? Bwana, naitwa DMD Vision, usahau kunifollow. Shukrani.